Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imekuwa ikitoa nafasi kwa vyuo na shule za msingi na sekondari kufanya mapendekezo na maboresho ya mitaala ya elimu kila baada ya muda. Mchakato huo wa mapendekezo ya mitaala huwapa walimu nafasi ya kutoa maoni mapya kulingana na ongezeko la utandawazi wa kila siku. Baadhi ya walimu wameeleza namna ambavyo maboresho haya yanavyoongeza ufanisi na ufaulu kwa wanafunzi. Akiongea na A3 FM, Mwalimu Edward Kasanga, mkazi wa Lindi, amesema mabadiliko haya huongeza ufanisi kulingana na mabadiliko ya utandawazi. Asante, naitwa Mwalimu Edward Kasanga, natokea halmashauri ya Mtama, Lindi. Of course, kubadilika kwa mitaala katika nadharia ya kuongeza ufaulu au ufanisi kwa kiasi kikubwa, kwa mtazamo wangu mimi naona inaongeza ufanisi, kwa sababu ukizungumzia ufaulu hata mtaala uliopita watoto walikuwa wanafaulu na matokeo yalikuwa mazuri tu. Ufanisi kwa maana gani? Mabadiliko ya mtaala yanaendana na mabadiliko ya sayansi na teknolojia, na hasa tunapojikita kabisa kwenye kuangalia soko la ajira. Mtaala wa zamani ulikuwa unamtengeneza mtu aweze kuajiriwa, lakini tunapokuangalia mabadiliko ya mtaala wa sasa yanamtengeneza mtu aweze kujiajiri, japo akiajiriwa nayo sio mbaya. Kwa mabadiliko haya yanatengeneza fursa nyingi za kazi kwa wanaomaliza vyuo vikuu. Akiongea na A3 FM, Mwalimu Zubeli Musa, mkazi wa Dodoma, amesema mapendekezo haya yanampa mwanafunzi uhuru wa kuchagua na kumuongezea ufahamu zaidi kwa kile anachosomea. Jina langu ni Zuberi Musa Zuberi, maarufu kama Mwalimu Zuberi, lakini nafanya yangu mimi ni mwalimu wa masomo ya Kiswahili pamoja na lugha ya Kichina. Mabadiliko katika mitaala ya mara kwa mara kumetokea na mabadiliko makubwa sana katika sekta ya elimu, ambapo tunaona Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameweza kuboresha mtaala wa elimu ambao tulikuwa nao zamani, na kwa hiyo kwa sasa hivi wanafunzi wengi wanapata fursa ya kusoma masomo ya amali pamoja na masomo ya jumla. Kwa hiyo tunakuwa na mikondo miwili. Kwa hiyo kuna wanafunzi wengine ambao uwezo wao upo katika utendaji mikono, lakini kuna wanafunzi wengine uwezo wao upo katika kukaili au kuelewa hizo somo mbalimbali. Kwa hiyo kubadilika kwa mitaala hii inasaidia wanafunzi kuwa na uelewa mpana katika au kuwa na machaguo mapana katika mambo ambayo wanataka kusoma. Kwa hiyo wewe kama unataka jambo fulani mara kwa mara, inasaidia, sababu dunia ya sasa inahitaji mabadiliko, na tunaona mabadiliko ya teknolojia yamekuwa yakiendelea kila mara kwa mara. Kwa hiyo unapokuwa mabadiliko haya inasaidia watu kuendana na muda na kuendana na wakati. Kwa hiyo wanafunzi anakuwa anasoma jambo ambalo linaendana na wakati huu au kwa teknolojia ya muda huo. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, mimi naamini katika jambo ambalo inabidi ifanyike mara kwa mara ni katika hilo, katika masuala ya mabadiliko ya mtaala. Kwa mfano nimezungumzia hapo swala la mabadiliko ya elimu ya msingi, kwa sasa hivi tena miaka ya 7 kama zamani, lakini pia elimu ya O-level, kuna mikondo ya awali na mikondo jumla, vile advance, na vile ngazi za chuo. Tunaona kuna kozi mbalimbali ambazo zimetolewa, nyingine zimeongezwa. Lengo kubwa zaidi ni kuongeza ubunifu na ufanisi. Kwa hiyo tunaishauri serikali iweze kuchukulia hatua mambo kama haya ili iweze kusaidia katika kuboresha na kukuza elimu ya Tanzania. Asante sana. Nikiripoti ni mimi Aisha Musa wa A3 FM.